Hello mtazamaji na msikilizaji wa Malaika Show, karibu tena leo na kuletea katika maajabu mengine ambao pengine hukuwahi kuyasikia. Je, ni maajabu gani hayo? Ambatana na sisi mwanzo mpaka mwisho katika pimbi letu ili uweze kujifunza mambo mengi ya maajabu katika dunia. Kama tunavyojua, dunia ina mambo mengi sana katika maisha yetu ya kila siku. Na kusokeza katika kichupa hiki hapa kwamba je, unashawahi kufikiria kwamba kuna maajabu ya kioo? Najua unajiuliza, je, ni maajabu gani ambayo kioo yanaweza kuwa nacho? Yes, ni kioo hiki ambacho unachotumia kujiangalia, ama vioo hivi ambavyo tunavitumia katika utengenezaji wa milango na vitu vingine. Basi ambatana na sisi leo ili uweze kujifunza zaidi. Bwana, wanasemaga kwamba haitaweza kutokea kamwe ukajua yote ya dunia hadi unaingia kaburini. Mimi naweza nikakubali hili swala kwa sababu leo mimi mwenyewe niweza kushangazwa kabisa katika hili ambalo ninaenda kuliongelea. Inaweza kawa ni swala ambalo limetika katika masuala ya kiimani na kiroho, lakini ni uhalisia ambao mwenyewe nimesoma na kujifunza vitu tofauti tofauti. Mwingine anaweza kaamini na mwingine hawezi akaamini. Basi mimi siwezi kupinga wala siwezi kukulazimisha kuamini, lakini nakuletea fact ambayo katika ulimwengu huu wa sasa hivi wa kiroho kupinga inaweza ikawa ni mara chache sana, lakini kwa wale ambao walishawahi kukutana na hii zahma ambayo naenda kuiongelea leo, basi wanaweza kaamini katika hili swala bwana. Wanasema kwamba kioo, kila mtu anakijua kioo. Kioo ni kitu ambacho kinatakiwa kutunzwa na kutazamwa kwa umakini zaidi kwa kuwa ni kitu fragile. Nikisema kitu fragile kwa wale ambao na mimi hatukusoma mabasi ya njano, basi tunamaanisha kwamba ni kitu ambacho kinaweza kuvunjika kwa urahisi. Kwanza tujue, je, ni nini maana kioo na kioo kinatengenezwa na nini? Kioo kinatengenezwa na material asilia ya aina tatu, yani mchanga, soda ash na limestone, ambayo tunasema kwamba inachanganywa na kuunguzwa na moto mkali ndipo kinatokea kioo. Tuachane na hilo pindi ambalo nilokuwa na hapa kidogo kwa muda mfupi, ila tuende moja kwa moja kwamba kuna aina tofauti tofauti za vioo. Kuna vioo vya kujitazama na vioo vya urembo. Halafu kuna vioo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama mlango ama madirisha. Vioo vya urembo hivi huwa na rangi nyingi tofauti tofauti ambazo zinatengenezwa kwa ustadi na kuning'inizwa nje mlangoni ama katika dirisha. Mara nyingi hivi hutumika kutambua uwepo wa roho eneo husika, kwani utakuta hakuna upepo ila vinatikisika na kutengeneza mlio fulani hivi. Hapo wataalamu wenyewe kwenye masuala ya kiroho wanasema kwamba hukuambia kuwa kuna uwepo wa roho ama milio inaposikika. Hapo milio inaposikika ujue kwamba kuna uwepo wa roho. Roho gani? Ambatana na mimi. Kama wewe ni mtaalamu wa kusoma jumbe tofauti tofauti ama mtaalamu wa kuangalia movie, kuna movie moja ambayo unaweza kuitafuta inaitwa Baba Yaga, utatambua ninachokiongea. Je, ninachokiongea ni kitu gani? Ukipitia katika hiyo movie utaelewa nini ambacho ninachokimaanisha. Nimepitia movie tofauti tofauti. Kama tunavyojua, kazi za fasihi zinaongelea vitu ambavyo katika maisha yetu ya kila siku na pia nimepitia katika vitabu tofauti tofauti, sources. Tukisema sources ni wale watu wanaoamini katika mambo ya kishirikina kwa nchi za wenzetu ambazo zilizoendelea. Tunaweza tukasema kwamba kioo ni kifaa cha magic power kwa wazungu na sio asilia ya Afrika kabisa. Sisi tulikuwa hatutumii vioo kabisa hapo mwanzoni, bali vilitengenezwa na tulitumia vioo vya asilia. Yes, before tulitumia vioo vya asilia sisi kama wa Afrika, lakini asili ya vioo kwa sisi Afrika ni kutokea Europe. Tukikumbuka kutoka kipindi cha utawala wa kibepari, tunaweza tukaamini kwamba kioo si asili yetu. Wanasema kwamba asili ina uwezo wa kutengeneza kioo, yani kioo cha asili kutoka kwenye natural stone ndio hizi almasi ambazo tunazoziona kila siku. Pia hivyo tunaweza tukasema kwamba tunasema kwamba hivyo navyo ni asili ya vioo. Tunaweza tukasema vioo navyo vimetokea katika asili ya madini tofauti tofauti, mfano almasi na kadhalika. Sasa kuna baadhi ya watu wasiojua kwamba nguvu ya kutengeneza vioo kutoka kwenye natural stone kinatokana na madini ambao madini yao yana roho ndani yake. So
Usione kitu cha ajabu kwamba kioo, ukiambiwa kwamba kioo kinahitaji damu katika eneo hilo. Tunajua kwamba katika jamii zetu tunaaminishwa kwamba madini ili yaweze kutunzika yanahitaji damu, kwamba yanahitaji kafara. Mimi sio mwongeaji sana wala sio muumini sana hivyo vitu, lakini mimi nakuletea vitu ambavyo ni vya kustajabisha katika maisha yetu ya kila siku. Kama ulikuwa huvijui, basi nakusanua uweze kuvijua. Okay, wachawi wa kizungu ama tunaweza tukasema masources walitumia vioo kutazama matukio yajayo ama kutazama matukio yaliyopita na yaliyopo. Kupitia kioo waliweza kuita mizimu. Wanasema kwamba waliweza kuita mizimu ama kutuma uchawi kwa njia ya kioo. Waliweza kuhifadhi roho mbalimbali ambazo zingine zilikuwa ni roho mbaya na roho zingine zilikuwa nzuri kwenye vioo. Kioo kina uwezo mkubwa wa kusababisha mauaji. Najua utakuwa unashangaa ni kivipi kioo kinaweza kusababisha mauaji. Sasa Wakushi hatukuwahi kutumia vioo katika utaalamu wa namna hiyo kwa kuwa vioo vya asili ni vichache. Kinyume chake, Wakushi walitumia maji yaliyotulia. Tunaweza tukasema kwamba ni maji yaliyotulia ambayo mara nyingi yanakuwa ni maji ya mtoni ama bwawani, ambayo ni maji yasiyokuwa na movement. Tukisema movement, yanakuwa ni maji ambayo yametulia, hayana kumove katika sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Baadhi ya Wakushi pia hutumia maji kwenye beseni, bakuli ama ndoo na kadhalika. Jiulize, kioo kimoja utazama na watu wangapi? Ile image ama picha unadhani haibaki kwenye kioo? Unadhani ni kitu gani kinaleta ile reflection ya wewe ama kitu? Kioo kinaweza kuamrisha mtu kufanya tukio la kujiua. Je, unajua hilo? Kuna maangalizo ambayo katika bidhaa zangu katika vitabu ninasema kwamba angalizo tofauti katika masuala mazima ya utumiaji wa vioo. Kwanza kabisa, usitumie kioo ambacho pembe zake hazijafunikwa. Mfano kama kina pembe 4, hakikisha kila pembe imeshikiliwa na ubao au chuma kisichokuwa na reflection. Cha pili, usitumie kioo ambacho hakijazungushiwa cover ya aina yoyote. Tunaweza tukawa tunashangaa kwamba ni kwa nini tukienda katika maduka ya urembo tunakuta vioo vimezungushiwa cover ama vingine vimewekewa kitu cha kufunikia ama vingine vimetengenezewa box kwa nyuma? Basi hiyo inakuwa ni kwamba ni good maana ya kioo. Kioo kikivunjika, tupa vipande vyote, usibaki na kipande cha kioo ndani ya nyumba ama chumba chako. Cha 4, reflection ya aina yoyote inaweza kutumika kuita mzimu ama mtu aliye mbali ama roho yoyote katika taswira yake na kuongea nayo. Inashangaza? Basi hapo hujashangaa ndugu yangu. Kuna mengine ambayo yanaendelea, maangalizo mengine. Twende kwenye angalizo namba 5. Watu wenye vibrations za karibu wana uwezo wa kusense roho zilizopo kwenye kioo na utulia tu endapo kioo kitafunikwa ama kugeuza mwelekeo ambao sio waliopo wao. Cha 6, wachawi hutumia vioo ambavyo pia vipo majumbani mwa watu, huleta madhara katika familia husika au watu husika. Unajiuliza kwa nini watu wanajinyonga? Unajiuliza kwa nini watu wanajiua? Basi usishangae, tuendelee. Kioo kikivunjika kwenye dressing table, ondoa dakika hiyo. Kioo kizima katupe, kisha weka kioo kingine. Usiendelee kutumia kwa ubaili. Najua wadada zetu bwana, navunja vioo kwa bahati mbaya sawa, lakini at the end of the day iko bado nakiweka kwenye dressing table. Bwana, nakusanua, kiondoe hicho. As below so above. Ukisimama na kutazama mbele kwenye ukuta bila kioo, utaona ukuta, ila tukileta kioo utajiona wewe kiuhalisia. Pale unapoona ukuta kuna another version of you. Je, unalijua hilo? Anakutazama ila wewe haumuoni mpaka uletewe kioo. Ila ukiletewa kioo ambacho ni transparency, tukisema transparency kwamba kinaweza kikaonesha upande wa pili, utaendelea kuona ukuta, halafu another version of you ama taswira utaiona kwa kufifia sana kama kivuli. Hivyo taswira unaiona hapo ni wewe katika mfumo wa roho. Sasa wachawi huitumia hiyo kufanyia mambo yao na kusanua isai. Angalizo namba 9. Umewahi kusikia kwamba kwenye bwawa fulani kuna chunusi ananyonya damu za watu? Kiuhalisia kwenye bwawa lenye maji yaliyotulia kuna roho ambazo muda fulani hazihitaji box, yani hazihitaji usumbufu kwa namna yoyote ile. Sasa mkienda kuoga ni lazima ziondoke
na mtu, na mkienda kwa maana ya kuabudu, mtawasiliana nazo na kupewa maelekezo ya nini cha kufanya kwa utaratibu. Bwana, hii ni masuala ya kustaajabisha kwa. Angalizo namba 10 kwamba kioo kinaweza kukuonesha matukio yajayo yaliyopita na kunuia maneno. Mimi sina uhakika sana, lakini wenyewe wenye fakti zao wanaelezea hiyo. Mwisho kabisa, yapo mengi unaweza kumuita mtu aliyekufa akatokea kwenye kioo na mkaongea naye, ukamueleza shida zako, akakuelekeza namna ya kufanya kutatua shida zako. Ila unatakiwa kuwa na ujasiri kidogo bwana, kwa kuwa tukio hilo unatakiwa kulifanya usiku wa kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 9 hapo kati, au sehemu ambayo imetulia sana, hakuna kelele. Bwana, wewe kama mdau wangu, nimekuletea hizi facts ambazo pengine unaweza ukawa huzijui, zingine labda ukawa unazijua, lakini nimekuongezea baadhi ya vitu ambavyo kidogo katika ujuzi wako wa maisha yetu ya sasa ya dunia ulikuwa unayajui. Bwana, ulikuwa na mimi Mr. Malaika katika Malaika Show. Tusikosane tena katika kipindi kinachokuja. Je wajua na hii. Okay, ciao. Thank you. Come from Russia, Chase Beat.